Wakristo na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Mimi nilie mbele yenu mwanafunzi wa Yesu Kristo. Sasa mimi siku ya leo nina swali kwa watu wanaoitwa Waadventista wa Sabato wa SDA duniani kote, walioko Afrika Mashariki na Afrika mzima. Lazima mjibu swali langu. Swali langu liko hapa. Waraka wa pili wa Petero 2 mstari ule wa kwanza inasema, lakini kuliondokea manabii wa uongo kwa wale watu, kama vile kwenu kutaka viondokea walimu wa uongo watakaoingiza kwa uwerevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakinjiletea uharibifu usiokawia, na wengi watafuata ufisadi wao. Kwa hao njia ya kweli itatukanwa. Sikiliza vizuri. Na katika kutamani watajipatia faida kwenu, na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno ya kutungwa. Watajipatia faida kwenu kwa maneno ya kutungwa. Haya, turudi kwenu SDA. Tuone kama ni nyinyi Paulo aliongelea. Kwanza kabisa wa SDA wametunga kitu tunaita masomo ya nchi za mbali. Mnatuandikia maisha ya watu kutoka nchi za mbalimbali za Marekani. Hiyo ni maneno ya kutungwa. Ya pili, mko na kitu tunaita the church manual ama kanuni ya muongozo wa kanisa. Munayo. Ya tatu, muna lessons. Hayo ni maneno ambayo tumeambiwa ni ya kutungwa na yataletwa na manabii wa uongo ambao watatafuta faida kwenu. Kwanza kabisa, ukitaka lesson ya wiki ni shilingi 200. Lesson ni shilingi 200. Tuseme watu milioni wa SDA duniani kote. 200, hiyo ni faida mmejitolea kwetu. Sasa nasi tunayo Biblia. Tutaweza kutii Biblia lini? Na tunazo kanuni. Hayo ni maswali dhabiti mnapaswa mtujibu. Wa SDA aswa washiriki, waacheni kukuliwa kama njugu karanga na wachungaji walio umbwa mwitu. Yeremia 56:10. Wanaitwa umbwa mwitu. Wachungaji wasiojua neno. Wachungaji ambao ni wachungaji wa uongo. Kwa hivyo waacheni kukuliwa kama njugu karanga, tokeni kwa uongo, tupeleke injili ya kweli ambayo ni Biblia.